Na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo, na kichwa cha fundisho letu la siku ya leo kinasema kanisa la kwanza lilikuwa na nguvu gani kabla halijaungwa mkono na serikali. Kabla hatujaingia katika fundisho letu la siku ya leo, ni vizuri kujikumbusha yale ambayo tulijifunza katika kipindi kilichokwisha kupita, na kichwa chake kilikuwa ni Ukristo ulipoingia serikalini Roma, faida na hasara zilikuwa zipi? Na tukasema ya kwamba katika faida tuliona ya kwamba kanisa lilikuwa na uhuru wa kuabudu, waliweza kujenga makanisa, vile vile waliweza kuwa na mikutano mikubwa, waliweza kufundisha mafundisho ambayo yalisambasa kwa urahisi, na vile vile tunaona ya kwamba nakala za maandiko ziliweza kuongezwa. Vile vile ni vizuri kukumbuka kwamba mafundisho yalitayarishwa na viongozi walikutana kujadili mafundisho sahihi. Na vile vile kulikuwa na hasara, ambapo tunaona ya kwamba wakati kanisa liliweza kujiunga na serikali ya Kirumi, tunaona ya kwamba waumini waliweza kuingia kanisani bila tomba. Vile vile wengi waliingia kwa sababu dini hii ya Kikristo iliweza viongozi wa Kirumi waliweza kujiunga nalo. Vile vile tunaona ya kwamba watu wengi waliingia kama mtindo, na vile vile viongozi wa kanisa walianza kugombea viti vyao, na vile vile nguvu za siasa ziliweza kuathiri maamuzi ya kanisa, na bila kusahau kwamba migogoro ya kanisa iliweza kuongezeka. Kwa hivyo hayo ni baadhi ya mambo ambayo tuliweza kujifunza katika kipindi kilichokwisha. Na siku ya leo kama tulivyosema, tutaangalia jinsi kanisa lilivyokuwa, au nguvu zilizokuwa na kanisa kabla ya kujiunga na serikali ya Roma. Na kwa hivyo tunaona ya kwamba kanisa la kwanza lilizaliwa bila pesa. Kanisa la kwanza lilikuwa bila majengo makubwa. Kanisa la kwanza lilikuwa bila ulinzi wa serikali, na kanisa la kwanza lilikuwa bila ushawishi wa kisiasa. Lakini hata hivyo lilitikisa dunia ya wakati huo. Na vile vile tunaona ya kwamba kanisa la wakati huo liliweza kukua haraka katika mji wa Yerusalemu, huko Antioch, huko Efeso, huko Roma, na pia katika maeneo mengine makubwa. Na kwa hivyo nina swali hapa ambalo ninasema, nguvu yao ilikuwa ni nini? Nguvu hii ambayo tunaiona na kanisa ilikuwa ni nini? Kwa hivyo tutakuwa na hoja 10 ambazo tutazijadili, na hoja ya kwanza inasema nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaona kanisa halikuanza kwa mbinu za binadamu, bali lilianza kwa ujazo wa Roho Mtakatifu siku ya Pentekosto. Na vile vile tunaona katika kitabu cha Mitume sura ya 1 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na vile vile katika kitabu hicho cha Matendo ya Mitume sura ya 2, Biblia inasema kwamba Roho Mtakatifu aliposhuka, watu walibadilika na wengi wakaokoka. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kanisa lenye roho lina nguvu kuliko kanisa lenye miundo mingi bila roho. Na kwa hivyo tunapoingia katika hoja ya pili, hoja ya pili inasema maombi ya dhati. Na tunaona ya kwamba waumini wa kwanza walikuwa watu wa maombi. Waliomba pamoja, waliomba wakati wa shida, waliomba kwa ujasiri, na vile vile waliomba kwa mwongozo. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 31, Biblia inasema ya kwamba walipokwisha kuomba, mahali pale pakatikisika. Kwa hivyo fundisho ambalo tunajifunza kutoka hoja hii ya pili ni kwamba walipotaka nguvu waliomba, hawakukimbilia siasa. Na katika hoja ya tatu inasema neno la Mungu lilikuwa kitofu. Kwa hivyo walijitoa katika mafundisho ya mitume, kusoma maandiko na kuhubiri Injili. Katika kitabu cha Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 42,
Biblia inasema wakadumu katika fundisho la mitume. Na fundisho ambalo tunajifunza kutoka katika hoja hii ni kwamba kanisa lenye jaa ya neno huwa imara. Na katika hoja ya 4 inasema umoja na upendo. Kwa hivyo tunaona wale Wakristo wakati wa mwanzo kabla ya kushirikiana na serikali ya Kirumi walishirikiana kwa karibu. Tunaona ya kwamba walisaidiana, waligawana mahitaji, vile vile walijali wajane na maskini, na vile vile walikuwa na moyo mmoja. Katika kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 13 mstari wa 35, Biblia inasema kwamba hivyo wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo. Kwa hivyo katika fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba upendo wa kweli ni ushuhuda mkubwa. Katika hoja ya 5 nasema udhubutu wa kushuhudia Kristo. Na tunaona igawa walitishwa, hawakunyamaza. Petro ambaye alikuwa mtume pamoja na wengine walihubiri waziwazi. Katika kitabu cha Mitume sura ya 4 mstari wa 20, Biblia inasema kwamba hatuwezi kuacha kusema mambo tuliyoyaona na kuyasikia. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kanisa lenye hofu haliwezi kubadilisha jamii. Katika hoja ya 6 nasema maisha ya utakatifu na toba. Tunaona kwamba waumini walitafuta maisha safi mbele za Mungu. Kwa hivyo tunaona walikataa sanamu, walikataa uasherati, vile vile walitubu, walitembea kwa hofu ya Mungu, lakini sio kwa hofu ya serikali au binadamu. Katika kitabu cha Mitume sura ya 5 tunasoma kisa cha Anania na Safira ambacho kilionyesha Mungu alichukulia utakatifu kwa uzito. Na fundisho ambalo tunajifunza kutoka katika hoja hii ni kwamba nguvu ya kanisa huenda sababa na usafi wa maisha. Katika hoja ya 7 Biblia inasema kwamba walikuwa tayari kuteswa. Tunaona walijua kumfuata Kristo kuna gharama, na kwa hivyo walifungwa, walipigwa na wengine waliuawa, lakini hawakurudi nyuma. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 41, Biblia inasema kwamba wakaondoka wakifurahi kwa kuwa wamehesabiwa kustahili kutukanwa kwa ajili ya jina. Na fundisho ambalo tunajifunza hapa ni kwamba kanisa lisilotaka gharama mara nyingi hukosa nguvu. Katika hoja ya 8 inasema kwamba huduma za nyumbani na unyenyekevu. Tunaona ya kwamba walikutana manyumbani, si kutegemea majengo makubwa. Na tunaona ya kwamba ibada zilikuwa ni dogo dogo na ushirika ulikuwa ni wa karibu, na vile vile walikuwa na ufuatiliaji rahisi. Kwa hivyo katika kitabu cha Warumi 16 mstari wa 5, Biblia inasema ya kwamba salimuni kanisa lililoko nyumbani mwao. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kanisa ni watu, si kuta. Katika hoja ya 9 Biblia inasema walikuwa na tumaini la ufufuo. Kwa hivyo walijua kifo si mwisho, na hii iliwapa ujasiri mkubwa mbele ya mateso. Katika kitabu cha waraka wa Korintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 55, Biblia inasema kwamba ewe mauti, kushida kwako kuko wapi? Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba mtu mwenye tumaini la milele haogopi sana vitisho vya dunia. Na vile vile katika hoja ya 10 inasema somo kwa kanisa la leo, tunaona ya kwamba tukitaka nguvu za kanisa, la kwanza lazima turudi kwenye Roho Mtakatifu, turudi kwenye maombi, turudi kwenye neno la Mungu, turudi kwenye upendo, turudi kwenye ujasiri wa kushuhudia, turudi kwenye utakatifu, turudi katika kujitoa kwa Kristo, na vile vile kwa ushirika wa kweli. Na tofauti na leo ni kwamba kanisa la kwanza halikuwa na majengo makubwa, halikuwa na vyombo vingi, halikuwa na ushawishi wa serikali, lakini halikuwa na
mitandao ya kisasa, lakini lilikuwa na kile ambacho wengine hukosa leo, ambacho ni uwepo wa Mungu na moto wa kiroho. Na tunapohitimiza somo letu au fundisho letu la siku ya leo, ni kwamba nguvu ya kanisa la kwanza haikutoka kwa serikali bali kwa Mungu. Na vile vile tunaona kwamba halikushinda kwa fedha bali kwa imani. Na vile vile halikupanuka kwa propaganda bali kwa Roho Mtakatifu. Tunapomalizia katika kitabu cha Zakaria mlango wa 4 sura ya 6, Biblia inasema kwamba si kwa uwezo wala si kwa nguvu bali kwa roho yangu, asema Bwana wa majeshi. Kwa hivyo kwa hayo nawatakia kila laheri. Najua umejifunza mambo mengi juu ya nguvu ya kanisa la kwanza kabla ya kujiunga na serikali ya Kirumi. Tumeona ya kwamba walikuwa na utakatifu, watu waliojaa utakatifu ndani yao, na ambao maombi yao iliweza hata kutikisha ardhi. Kwa hivyo vile vile tukitaka kuwa kama kanisa la kwanza, lazima tuchukue tabia zao. Kwa hayo Mungu awabariki na watendee mema na azidi kuwajalia baraka zake. Kwa hivyo Mungu awabariki, watendee mema. Shalom.